mtazamaji unaendelea kufuatilia masomo haya, ni kukaribishe tena kwenye nafasi hii nzuri kabisa ambayo Mungu ametupa tupate kuendelea vizuri na somo letu la namna ya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Tunayo mambo mengi ambayo tutazidi kuyapitia kama tulivyozungumza kwenye klipu ya kwanza, ya kwamba sasa tukataje vipengele kadha wa kadha ambavyo ni muhimu sana kwako wewe unayemwamini Mungu kuvifahamu kwa vipengele, na kama uko hapo bado hujamwamini Yesu vizuri, na inapaswa pia kuvifahamu vipengele hivi, vitakupa nguvu ya kuendelea kusonga mbele na maisha ya wokovu. Ndugu yangu, nikwambie, maisha ya wokovu sio lele mama. Maisha ya wokovu sio tambalale kama jinsi ambavyo tumekwisha kuambiwa. Kuna vita, kwa sababu unapomwamini Yesu unahama kutoka ufalme wa giza, unahamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza unaingizwa kwenye ufalme wa nuru. Kwa kule ulikotoka, umetoka kwenye ufalme ambapo ulikuwa ukitumika ukiwa unatumikishwa pia. Kwa huyo mfalme wa giza hata kuacha hivi hivi, lazima atakufuatilia. Ndio maana Biblia inasema wala usimpe nafasi Ibilisi. Kwa hata huko ukiwa kwenye ufalme wa nuru, bado shetani atakufuatilia kwenye mambo mengi sana. Kwa ili uzidi kuilinda imani, lazima ukubali kujifunza kwa kina kwa habari ya Yesu Kristo. Moja vipengele ambavyo mtu wa Mungu tutapitia, kipengele cha kwanza tutajifunza kwa habari ya maisha kabla ya anguko. Lazima ujue wewe ambaye sasa unamwamini Yesu kwamba maisha kabla ya anguko yalikuwaje. Tunapotumia neno anguko tunamaanisha kwamba ni tukio ambalo mwanadamu alilifanya Adamu, ambaye tunamsoma Adamu kwenye kitabu cha Mwanzo. Adamu kukeuka lile agizo aliloagizwa na Mungu na utaratibu ambao alipewa ili apate yeye kuishi kwenye bustani ya Eden. Aliambiwa matunda ya miti yote waweza kula, lakini tunda la ujuzi wa mema na mabaya usiguse wala usile. Na lilikuwa ni agizo asifanye, lakini tunakuja kumwona mwanadamu alidanganyika na hatimaye alikula lile tunda. Ndipo sasa tunasema akaanguka, akaenda kinyume na mapenzi ya Mungu na mambo yalitokea. Sasa kabla ya kufikia siku ile ambako mwanadamu alimuasi Mungu, kuna maisha aliishi kabla ya kufikia pale. Tutaangalia yale maisha jinsi ambavyo yalikuwa mazuri na ya kupendeza. Kipengele cha pili, maisha baada ya anguko. Maisha baada ya anguko. Sasa baada ya mwanadamu kuasi, maisha yalikuwaje? Lazima tutapitia hapo pia. Ni muhimu sana kuangalia, na utaona jinsi ambavyo mwanadamu anapaswa kumcha Mungu, namna gani mwanadamu anavyopaswa kuwa na Mungu kwenye maisha, na utaona utofauti wa maisha yaliyokuwa baada na ndani ya anguko. Utaona utofauti wake, na kama uko hapo bado hujamwamini Yesu, utaona muhimu wa kumpa Yesu maisha. Vile vile tutaangalia mpango wa ukombozi. Tutaangalia mpango wa ukombozi wa maisha ya mwanadamu, kwamba baada tu ya anguko Mungu alianza mpango wa ukombozi wa maisha ya kwangu, mpango wa ukombozi wa maisha yako. Ukombozi huu sasa utakuja kuona kwamba ni kwamba ukombozi unaweza ukafanyika kwa namna gani, na ni nani anayepaswa kufanya ukombozi. Je, mwanadamu anaweza kumkomboa mwanadamu mwenzake, au mwanadamu anaweza kukombolewa na fedha, au ukombozi unafanyika mara ngapi? Ni mara moja au ni kitu endelevu? Tutaangalia mtu wa Mungu tukiwa pamoja. Utakuja uone kwamba kupitia somo hili la mpango wa ukombozi wa maisha ya mwanadamu, utakuja uone kuna watu wanaibiwa, kuna watu wanadanganyika kwa mafundisho huko, wanaambiwa njoo tukukomboe, ukomboe familia, ukomboe watoto, ukomboe kazi, ukomboe mme, ukomboe mke, ukomboe kitu fulani. Tunapotumia neno hili, sijui kama wanalitumia hili neno kwa maana ile ambayo imeandikwa kwa maana ya ukombozi. Kwa lazima utatofautisha neno hili. Utakuja uone kuna watu wanatoa fedha ili wakomboe familia, wanatoa fedha wakomboe kazi, wanatoa fedha wakomboe kitu fulani.
Na wewe tukiwa pamoja hapa, Roho wa Mungu atatusaidia kuelewa vizuri neno ukombozi, na utakaa kwa kutulia mbele za Mungu bila kubabaika, kwa sababu tayari unaelewa ukombozi ni nini, na ukombozi unafanywa na nani na mara ngapi, na kwa nini ukombozi ulipaswa ufanywe na yule aliyeufanya. Mara baada ya kipengele hiko, kipengele ambacho tutaangalia kwa habari ya kuundwa kwa taifa la Israeli, taifa ambalo sasa ni maarufu sana duniani, taifa ambalo liko vizuri kiteknolojia, liko vizuri kwenye mambo mengi, na taifa ambalo teknolojia yake iko juu sana, na ni taifa ambalo limekuwa kama tishio kwenye dunia kwa mambo mengi, liko vizuri. Hili taifa tutaangalia kwa habari ya Biblia inazungumza nini, na chanzo na mwanzo wa kuundwa kwa taifa la Israeli imezungumzwa kwenye Biblia, tofauti na kuangalia kihistoria. Watu wengi wanajua kihistoria, lakini tutaangalia pia kwenye Biblia inazungumza nini kwa habari ya taifa la Israeli na mpaka hapo lilipo sasa, na baada ya hapa nini kitafanyika na kitatokea kwenye taifa la Israeli. Kwa hiyo taifa hili tunalolisikia ni taifa halisi na ni taifa la Bwana, taifa la Mungu mwenyewe, na mwanzilishi ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tutaangalia mambo mengi kadha wa kadha kupitia Biblia kuielewa Israeli. Kipengele kingine ambacho tutaangalia kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kupitia taifa hili sasa la Israeli tutakuja kumwona mfalme aliyezaliwa, ambaye sasa ndiyo mpaka leo tunamtangaza, Yesu Kristo, na tutaona sababu za Yesu kuzaliwa kupitia taifa hili la Israeli, tukampata mfalme. Ndio maana tunasema kwamba ili mfalme atokee lazima kuwe na taifa. Ndani ya taifa tutakuja tuone familia inayomwinua mfalme. Hata leo hii tunaposema kwa habari ya rais ametokea kwenye familia fulani, ametokea kwenye ukoo fulani, lazima awe kwenye taifa. Ndio maana tunapata mfalme au rais. Kwa hiyo Mungu anainua mtu kutoka familia, kutoka ukoo, kutoka kabila fulani, kutoka taifa fulani. Mungu anamwinua mtu yoyote aliyeinuka kiuchumi, aliyeinuka kisiasa, aliyeinuka kwa namna fulani ambayo Mungu amemwinua. Hajatokea from nowhere, ametokea kwenye familia fulani, kwenye ukoo fulani, kwenye kabila fulani, ndani ya taifa fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tutaangalia kuzaliwa kwa Yesu Kristo na kusudi la kuzaliwa na maisha, na tutaangalia pia kipengele kingine, maisha ya Yesu Kristo. Ni kipengele muhimu sana kuangalia maisha ya Yesu Kristo, na wewe kama mtu ambaye unapenda kumjua Yesu vizuri, lazima kwenye kipengele hiki uelewe maisha ya Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo amekuja kuishi maisha ya maigizo, ameigiza maisha. Neno hili ni gumu kidogo, unaweza ukasema tunataka kuzungumza nini? Tunataka kuzungumza kwamba Yesu hakuishi maisha yake mwenyewe. Maisha yote toka amezaliwa, alivyoishi mpaka ilifika wakati wa msalabani, kufa, akafufuka na akapaa kwenda mbinguni, hatua zote alizoishi hakuishi maisha yake. Yaani Yesu amekuja kuishi maisha yangu mimi, amekuja kuishi maisha yako wewe, ili wewe uangalie jinsi maisha yalivyo, upate kuyaiga yale maisha. Kwa sababu gani? Baada ya anguko, mwanadamu alipotoka, kila alilokuwa anaishi na kuliwaza, hata Biblia inasema alikuwa amepotoka. Hakukuweko hata mtu mwenye kutuonyesha maisha ya kweli, maisha halisi. Kwa maisha ya mwanadamu yaliharibika baada ya anguko. Kwa ndipo Biblia inasema Mungu alipochungulia duniani amone hata mwenye akili anayemtafuta Mungu, hakuweko hata mmoja. Wote wameoza, wote wamepotoka. Hakuna atendaye mema hata mmoja. Kwa hiyo ikabidi sasa Mungu mwenyewe ambaye ni Yesu Kristo aje duniani, azaliwe kama mwanadamu, ayaishi maisha kama kutuonyesha kwamba kuna maisha mengine tofauti na haya maisha ambayo mimi nimezaliwa nikakuta maisha wanayoishi wazazi, maisha wanayoishi jamii, maisha ya dhambi. Kwa Yesu Kristo akaja kuishi maisha yasiyo na dhambi kwenye dunia hii ambayo wewe mwenyewe hapo unasema kuokoka, yani kutokutenda dhambi, kuishi maisha matakatifu duniani haiwezekani. Pengine umeambiwa hivyo, haiwezekani uweze kuishi. Sasa Yesu kwenye umbo la mwanadamu asilimia mia moja akiwa mwanadamu ameishi maisha ya utakatifu, na ndio sasa ametupa msingi, ametuonyesha njia. Ndio maana akasema mimi ndimi njia ya uzima na kweli.
mtu hawezi kwenda kwa Baba isipokuwa kwa mimi. Kwa hiyo maana yake sisi tukiyaishi maisha ambayo ametuonyesha, ameigiza maisha yetu ili sisi tuyaishi, ndio tunayopaswa maisha hayo kuishi. Ndio maana tukaanza mwanzo wa somo kabisa kwamba Yesu ni darasa la kwetu sisi. Ametupa maisha ili tujifunze, tuenende katika hatua zake alizoenenda, kwamba Yesu alikuwa ni mtu wa maombi, Yesu alikuwa ni mtu wa Injili, Yesu alikuwa mtu wa namna hii. Yesu akiwa na njaa alifanya hivi, alipojaribiwa Yesu alijibu hivi. Kuna wakati alifunga siku 40. Yesu alikuwa hekaluni. Yesu ameishi maisha ya kawaida, amefanya kazi za kipato kawaida kama baba yake Yusufu alikuwa fundi seremala. Ninaamini hata Yesu ameshiriki kwenye kazi za uzalishaji. Yesu ameishi maisha ya kawaida kabisa ili atuonyeshe sisi mfano. Kwa hiyo tutajifunza maisha ya Yesu, aliishije, na huo ndio mfano mzuri wa maisha, na hiyo ndio standard. Hakuna standard nyingine jamani duniani kwamba tunaweza kusema kwamba maisha ya fulani ndio maisha halisi. Na kama kuna fulani Paulo akasema kwamba nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Maana yake kumbe Paulo akajipiga kifua hivyo kwamba watu wakiiga maisha ya Paulo wanayaiga hayo maisha kwa sababu Paulo haishi maisha yake mwenyewe. Maisha anayoyaishi anaishi Kristo, yani anaishi maisha ya Kristo. Kwa hata watu walivyokuwa nawaambia kwamba wakimfuata Paulo hawamfuate Paulo kama Paulo, kwa sababu Paulo haishi maisha yake, anaishi maisha ya Kristo, anaishi Kristo. Kwa ndio maana akajipiga kifua. Kwa hiyo standard yetu kabisa duniani, ndugu zangu, standard ya maisha ni Yesu Kristo peke yake. Ndio mtu ambaye ametupa mfano wa maisha halisi yenye kumpendeza Mungu. Na ndio maana Mungu mwenyewe akasema kwamba huyu ndio mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Haleluya. Kwa hiyo hicho ni kipengele muhimu sana kwako wewe uliyeokoka, kwako wewe ambaye hujaokoka, kukifahamu ili upate utulivu wa maisha na kumpendeza Mungu ukiwa hapa duniani. Kipengele kingine tutajifunza kwa habari ya mateso ya Yesu. Mateso ya Yesu na kifo cha Yesu msalabani. Mateso na kifo cha Yesu msalabani. Tutaangalia pia mambo ambayo yalifanyika. Ni vitu gani ambavyo vilifanyika? Unaweza kama unachukulia kitu rahisi. Unachukulia kitu rahisi. Tunapojifunza kwa habari ya Pasaka, tunapoadhimisha Pasaka, kuna watu wanaadhimisha Pasaka kwa kulewa. Wanaenda kwenye baa, wanakunywa, wanalewa, wanafanya uasherati na uzinzi, wakisherekea hiyo siku, wakisherekea na wao wanafurahi, wanapiga na miziki, wanasherekea Pasaka. Wanasherekea kitu kinachoitwa kufa na kufufuka kwa Yesu. Tumeona haya mambo watu wakifanya. Pengine wanafanya kwa sababu hawajui Pasaka ina maana gani. Unajua tunaweza tusimshtumu mtu kwa kila anafanya, pengine anafanya kwa kukosa maarifa. Lakini ukiendelea kujifunza leo hii, ukifahamu vizuri Yesu alifanya nini? Yesu alifanya nini? Kifo cha Yesu msalabani na kufufuka kwake kulifanya nini? Utaweza kuelewa. Na Biblia inasema sasa ukishaelewa itahesabika kwako kuwa ni dhambi. Umeelewa kabisa Pasaka, sipaswi kusherehekea Pasaka kwa namna hii. Pasaka maana yake tunaadhimisha kufa na kufufuka kwa Bwana Yesu na mambo makuu ambayo aliyafanya pale msalabani. Hakuna mwanadamu ambaye angeliweza kufanya ila ni Yesu peke yake. Ndio maana alivumilia hata mauti ya msalaba. Na Biblia inazungumza wazi, ilikuwa desturi ya Wayahudi kwamba amelaaniwa yule angikwaye msalabani. Kwa Yesu alizibeba laana zote akaziweka pale msalabani, badala ya kwamba wewe ulaaniwe, basi yeye akawa laana, akalaaniwa yeye ili wewe usalimike. Kwa hiyo tunapoadhimisha Pasaka ni jambo la msingi sana, na ni jambo ambalo ndio nguvu ambayo imetupa sisi kuishinda dhambi. Yesu akafika akasema kwamba tetelestai, yote imekwisha.
yale mashtaka yaliyokuwa yamemshtaki mwanadamu na kumfunga sasa yamekwisha kupitia Pasaka. Kwa ni muhimu sana kujifunza kwa habari ya kifo cha Yesu na kufufuka kwa Yesu msalabani, kufufuka kwa Yesu siku ile ya tatu. Jambo jingine tutaangalia sasa, baada ya kufufuka aliacha agizo, na tutaangalia agizo kuu na maagizo mengine ambayo ni muhimu kuyafahamu wewe. Unapomwamini Yesu au muamini Yesu ili uwe mzungulaji, yaani uko kanisani tu umelalala, upo kanisani unasikiliza neno, unajazwa Roho Mtakatifu na nena kwa lugha, halafu baada ya kunena kwa lugha nini kinaendelea? Baada ya kunena kwa lugha kinachofuata ni nini? Lazima sasa ujue kwamba kinachokupaswa kufanya, kipaswacho wewe kufanya, lazima ufahamu wajibu, maagizo ambayo Yesu Kristo ameagiza kwa watu wote, lazima ufahamu. Na hapo ndipo utasimama kwa wakati wako na kwa kipawa na karama ambayo Mungu ameweka ndani yako kutumika. Jambo jingine tutaangalia kuzaliwa kwa kanisa. Ikumbuke kwamba hata wakati Yesu Kristo anazaliwa, dini ilikuwepo duniani, dini ilikuwepo na watu kama kumwabudu Mungu walimwabudu. Ndio maana ukienda pamoja na mimi kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza na kuendelea, utakuja uone mazungumzo ya Yesu na mwanamke Msamaria. Pale Yesu anaenda kisimani mchana kupata maji, akamkuta Msamaria, akamwomba maji. Msamaria akasema, kwa tamaduni zetu Wayahudi na Wasamaria hatuwezi changamana, iweje wewe sasa uniombe maji? Ukiendelea kusoma kwenye hiyo habari utakuja uone yule mwanamke anaelezea kwa habari ya mambo waliofundishwa na wazee wao, kumwabudu Mungu kwenye milima. Waliambiwa kumwabudu Mungu kwenye mlima Sinai, walifundishwa kwenda Yerusalemu kwenda kuabudu. Maana yake kama ibada zilikuwepo, kama ni dini ilikuwepo. Na moja ya mambo ambayo Yesu Kristo alizungumza na kuyaweka sawa, alizungumza sana na hao Mafarisayo. Ni washika dini, watu wenye elimu kuhusu Mungu. Na leo wapo watu ambao wana elimu kuhusu Mungu lakini hawana Mungu. Unajua kuna utofauti wa kuwa na Mungu na kuwa na elimu kuhusu Mungu. Ni bora uwe na Mungu kuliko kuwa tuna elimu kuhusu Mungu. Elimu kuhusu Mungu haikusaidii chochote. Kinachosaidia na kinachomata ni wewe kuwa na Mungu. Sasa ukiwa na Mungu ukazidi kuwa na elimu, zaidi kuwa na Mungu, inapendeza zaidi kuliko wewe kuishia kuwa na elimu kuhusu Mungu. Kwa hiyo walikuwa na elimu kuhusu Mungu hao Mafarisayo. Ndio maana alipokuja Yesu kujiita mimi ni mwana wa Mungu, ilikuwa ni jambo geni kwao, ilikuwa ni jambo la ajabu. Wakasema kwenye maandiko yote hapana mtu anayeweza kuwa mwana wa Mungu. Na zama hizo watu wote walikuwa wanaitwa watu wa Mungu. Ndio maana hata Musa wakati anaambiwa, Mungu akasema nimesikia kilio cha watu wangu. Kwa hiyo mara nyingi ilikuwa inazungumza kwa habari ya watu wangu. Mungu alikuwa anasema watu wangu. Kile kusema wanangu, watu wangu kama wana wa Mungu ilikuwa ni jambo geni kidogo. Ndio maana Mafarisayo walikasirika. Na moja ya shtaka ambalo Yesu lilimpeleka pia msalabani ni kujiita yeye mwana wa Mungu, wakati hakuna andiko linalosema hilo. Walikasirika kwa sababu walikuwa na elimu kuhusu Mungu lakini hawakuwa na Mungu. Ndio maana dini haimsaidii mtu kwenda mbinguni. Kinachomsaidia mtu kuishi maisha mazuri ni kuwa na Mungu ndani. Kuwa na Mungu, sio dini. Kama dini ilikuwepo, sasa Yesu alikuja kufanyaje? Kwa hiyo tutajifunza hapo kwenye kipengele hicho cha kuzaliwa kwa kanisa. Na tukielewa hapo pia tutajifunza wajibu wa kanisa. Wajibu wa kanisa kwenye maisha yetu, kwenye jamii tulionayo. Wajibu wa kanisa kwenye familia. Wajibu wa kanisa lina wajibu gani? Tukifahamu wajibu wetu tutakuwa na amani kwenye maisha tunayoishi. Vile vile tutajifunza kwa habari ya unyakuo wa kanisa. Kuna utofauti wa kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili na unyakuo wa kanisa. Kutatangulia kwanza unyakuo wa kanisa. Ni tukio ambalo litatokea individual. Mtu kusikia parapanda yeye kama yeye na sio kwa watu wote. Ndio hapo tunapokuja kuona kwamba kutakuwa na wakati ambao watu watapotea wengi duniani. Wale walio na Yesu, wale ambao wamejiandaa, wamekesha, kwa lugha fupi kwamba wako tayari
wakati wowote. Ndio maana tuko nyakati ambazo, ndugu zangu unayenisikiliza, kwamba ni wakati ambao umezungumzwa kukesha katika roho, kuwa tayari, kuacha maisha ya michanganyo, kuwa tayari kwa wakati unaokufaa na usiokufaa, kukesha katika roho, maana unyakuo wewe wenyewe unakuja bila taarifa. Unakuta mko wawili, mmoja atwaliwa mwingine aachwa. Biblia inasema kuna watu watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa mwingine ataachwa. Wengine kwenye safari, driver atwaliwa, konda aachwa. Kwenye siti uliokaa, mmoja wako anachukuliwa, wewe unachukuliwa, mwingine anaachwa. Kwa hiyo ni mambo ambayo ni jambo ambalo, ni tukio ambalo litatokea, litaushangaza ulimwengu kote. Hakuna cha Tanzania, hakuna cha Kenya, kila mahali, mpaka nchi za Ulaya, kila sehemu ambako kuna mtu aliyempa Yesu maisha kweli kweli, ataisikia ile parapanda, na hapo ndipo kutakuwa na upotevu. Baada ya hapo tutajifunza kipengele kinachozungumza dhiki kuu. Dhiki kuu hii imezungumzwa sana kwenye kitabu cha Ufunuo pamoja na kitabu cha Danieli. Tukiangalia kwenye ile kitabu cha Danieli sura ile ya 9, imezungumza sana Danieli wakati akiwa kwenye maombi, malaika akaja kumletea ujumbe, akamwambia kwamba toka mwanzo wa maombi yako nalipewa amri, na mimi nimekuja kukuambia kwa habari ya nyakati zilizoamriwa juu ya watu wako Israeli. Kwa hiyo ni majuma 70 yaliyoamriwa. Kwa hiyo kuna calculations pale ambazo zina maana ya majuma hayo 70 na mgawanyo wake. Kwa hiyo kwenye majuma yote 69, lakini kuna juma moja ambalo linazungumza kwa habari ya dhiki kuu, na lenyewe limegawanyika sehemu kuu mbili kulingana na mgawanyo kwenye kitabu hiko cha Ufunuo. Kisoma vizuri utakuja kuona hapo hilo juma limegawanywa vizuri kabisa. Kwa hiyo tutajifunza dhiki kuu. Ni dhiki ambayo haijawahi kutokea zaidi ya vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Ni dhiki ambayo haijawahi kutokea. Ndio maana Biblia mpaka inasema kwamba ole wao wanyweshao wakati huo. Ombea hiyo siku isiwe siku ya Sabato wala siku ya baridi. Ni hatari. Ole wenye mimba. Kwa hiyo imezungumza mambo mengi. Kwa hiyo ni dhiki kuu. Kwa hiyo dhiki kuu hii tutaielezea vizuri. Ni muhimu sana mtu wa Mungu kuifahamu kwamba itatokea wakati gani. Je, kanisa bado lipo duniani au kanisa litakuwa limenyakuliwa? Ni wakati gani itatokea? Lazima mtu unayemcha Mungu uelewe. Na wewe ambaye bado hujachukua maamuzi ya kumpa Yesu Kristo maisha, ukielewa hilo, naamini utachukua nafasi ya kumpa Yesu maisha, kwa sababu ni jambo muhimu na hivi karibuni litatokea. Baada ya kujifunza hapo, tutajifunza kwa habari ya kanisa likiwa katika utukufu kwenye miaka 1000 kwenye utawala wa Yesu Kristo. Tutajifunza wa miaka 1000, tutaangalia, na lenyewe ni jambo la msingi sana. Na baada ya hapo tutajifunza sasa ishara ya kurudi kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Tutaangalia ishara ya kurudi kwa Yesu kwa mara ya pili duniani, na hapo ndipo mwisho wa mambo yote, mwisho wa biashara, mwisho wa elimu, mwisho wa uwekezaji, mwisho wa shughuli zote za mwanadamu chini ya jua. Teknolojia zote zitakoma. Yote ambayo leo tunajivunia na tunalingia, mpaka yamkini imefika sehemu kwa sababu ya mambo unaona yamekunyokea, kwa ukajiona kwamba haina haja ya kuwa na Mungu. Nataka nikwambie kwamba ishara ya kuonekana kwa Yesu kwa mara ya pili, hapo ndipo itafunga yote. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya 4 mstari wa 7 imezungumza lakini mwisho wa mambo yote umefanyaje? Umekaribia. Iweni na akili mkesha katika sala. Kwa hiyo dunia hii, ndugu yangu, tulionayo iko wakati itakoma, vyote vitakoma. Jua kutoka mashariki kwenda magharibi masaa 24-12 na yote yatakoma. Kwa hiyo sasa ni jambo la kujiuliza, dunia hii ikikoma leo, mimi nitakuwa upande gani? Kwa lazima tutaangalia hayo na matukio yake, na mwisho kabisa tutakuja kuangalia mbingu mpya na nchi mpya, kwamba kumbe dunia hii haitakuwepo, na yenyewe itakunjwa. Biblia inazungumza itakunjwa kama karatasi, na itatupwa motoni. Ndipo sasa mbingu mpya na nchi mpya itashuka kutoka kwa Baba,
Kwa hiyo mbingu mpya na nchi mpya tutajifunza, na inawahusu akina nani na watu wa namna gani watakuwako katika mbingu mpya na nchi mpya. Kwa hiyo Mungu akubariki sana, nikukaribishe sasa. Tutakapoendelea kwenye kipindi kingine, tutaanza sasa na somo rasmi kwa habari ya maisha